tumepata kibali ya kukusanyika mbele zake kwa ajili ya mapenzi yake na kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Nitoe heshima yangu kwa sababu ya mwangalizi Daima Kabogo, lakini mchungaji pia wa EGT, lakini pia nimempenda ubaba. Yaani siku moja nilihudhuria na ibada, lakini nilimpenda kwa sababu ya neno alilokuwa akiongea. Mungu akubariki sana. Lakini pia nitoe heshima yangu kwa ajili ya Rais wa Kasfeta Tayomi, taifa, uongozi mzima na watumishi wa Mungu kwa ujumla, mkutano kwa ujumla, hadi wapiga vyombo. Ninasema Mungu wa mbinguni awabariki mno. Basi ni siku nyingine ya 5 au ni mara ya pili tena ninasimama hapa. Kwa hiyo siku ya Jumatatu ya kwanza kabisa, Jumapili nilisimama pia, lakini kwa wale ambao hawakuwepo, kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Joel Dorosi, nimeokoka na mpenda Kristo Yesu, lakini pia na mke mmoja na mtoto mmoja mwenye miaka 4. Kwa hiyo nimekamilika. Ni wakati wa kwenda kusikia neno la Mungu, lakini kuna wimbo nataka tuimbe tu ambao ni fupi pia. Naomba praise watu watatu tu wapande hapa, ni nyimbo ambayo inasema zawadi gani nimpe Bwana. Alafu baada hapa tutaendelea. Kwa hiyo na ninaomba sana utulivu. Kwa watumishi wa Mungu ni vizuri ukasikiliza, kwa sababu naamini Mungu hajawahi kukosea. Kwa anapoleta neno analeta kwa ajili ya haja ya mtu mmoja. Kwa ni vema ukawa unatafakari na kusikiliza, kwa sababu tupo kwa wakati ambao jioni imekaribia sana na jua limekaribia kuzama. Maana yake nini? Tuko wakati wa neema ambao wakati wowote na muda wowote Kristo anaweza akashuka na kumlipa kila moja kulingana na matendo yake. Kwa atakapokuja na mshahara mkononi, na maana ulichokifanya ndio kitakachokupa neema ya kuweza kuingia ufalme wa Mungu. Kwa wakati mkutano inaendelea, ni vema uko makini sana, kwa sababu yawezekana usipate tena neema ya kusikia neno hili, lakini kwa jioni ya leo umeneemika kupata neema ya kusikiliza habari njema ya ufalme wa Mungu. Yawezekana umezuria vikao vingi ambavyo vinahusu habari vingine, lakini kikao hii tuliokusanyika jioni ya leo majira kama haya saa 12 kasoro, yawezekana Mungu alikusudia kwa sababu ya moyo wako. Mungu akaona si vema ipite jioni na majira kama haya akatujasikia habari njema na kumwelewa Mungu ni nani, ili siku atakapogonga hedi wewe umejiandaa kwa sababu ya safari ambayo kila boti litapiga chini. Kwa wakati tuko kwenye maandalizi, ni vizuri ukachunguza juu ya mahusiano yako na Mungu. Zawadi gani? Zawadi gani mimi? Kwa kumheshimu Mungu tunaomba tusimame. Kwa kumheshimu Mungu naomba tusimame. Ila roho yangu zawadi gani mimi? Oh, nitamtolea Baba pokea sifa.
nasikia tu nimwombe Mungu. Inua mkono wako. Mungu, ni tumekusanyika mahali hapa Bwana. Ni kweli kabisa Mungu, na hata nafsi zetu zinashuhudia. Tupo maandalizi kwa ajili ya ujio wako Kristo Yesu wa Nazareti ule hai. Imekuwa Mungu, ni swali ambalo hata mimi najiuliza. Utakapokuja Bwana, ni zawadi gani nitakachokupa Mungu? Najua magari wewe unajua yalipotengenezwa, lakini unachohitaji ndani ya mioyo yetu Bwana, ni mioyo yetu Bwana iliyokunjufu mbele zako Kristo Yesu. Tumekusanyika mbele zako Bwana, nasi tu tayari Mungu, tumesarenda mbele zako Mungu. Tunainua mikono Bwana kwa ishara ya kusarenda Mwokozi. Tuko tayari, sema na mioyo yetu Bwana. Tunakupa nafsi zetu Bwana. Hakuna kitu kingine kinaweza kukulipa Mungu ila mioyo yetu tu Bwana. Twaweza kupa Mungu kama shukurani ya uhai, kama shukurani ya upendo. Bwana, pokea sifa zetu. Bwana, sema na moyo wa mtu mmoja, ni kupitia utukufu wa jina lako. Amen. Piga vyombo, naomba utulie. Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 3, anzia mstari wa kwanza. Naomba tusikilize neno la Mungu linasemaje hapa. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa kwanza. Ndiyo. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale, msiguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mungu alipoumba mbingu na nchi, mwanadamu alikuwa ndani ya bustani, na ndani ya bustani kulikuwa na kila aina ya mali, kulikuwa na kila aina ya utawala, na kitu moja hapo ambayo Mungu aliachilia kwenye bustani ya Eden, mwanadamu alipewa utawala wa kumiliki chochote kilichoko ndani ya ile bustani. Lakini pia wakati huo mwanadamu alikuwa chini ya kivuli ya Mungu. Lakini pia mwanadamu alikuwa amevishwa heshima nje na mavazi. Lakini pia Mungu alikuwa anazungumza na mwanadamu kama vile ni Mungu mwenzake. Kwa hiyo Mungu akaamua kufanya makubaliano haya kwa kiumbe kimoja tu kinachoitwa mwanadamu. Mungu akampa mwanadamu mamlaka hayo. Lakini baada ya muda, Mungu aliweka sheria juu ya utawala wa bustani wa Eden. Mungu akamwambia mwanadamu, usile tunda la mti ulioko katikati, lakini kula matunda mengine yote. Sasa swali linakuja, tunda ambalo hawa ndugu walikula, je, ni embe? Je, ni epo? Je, ni machungwa? Je, ni ndizi? Jibu ni hapana. Mungu alimpa utawala wa kufanya chochote atakacho, wa kutawala chochote atakacho, ya kuamuru chochote atakacho, na vitu vingine ikiwemo hata shetani aliwekwa chini ya utawala wa mwanadamu.
kutokana na kwamba Mungu alimfanya mwanadamu kuwa rafiki wa karibu, na kiumbe pekee aliyopewa utashi ni mwanadamu. Kwa wakati wote unaendelea, Mungu akawa anafanya utaratibu wa kuwatembelea kila itwapo jioni. Anakuja, mwangalizi Kaboga, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Msile matunda ya mti ulioko katikati. Anaenda, anakuja tena, Adam, unaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Jioni imefika njema, msile tunda la mti wa katikati. Anaendelea. Lakini ilitokea siku moja, baada ya shetani kuasi, alitupwa duniani, lakini alipoingia ni bustani ya Eden. Kwa hiyo kwa sababu shetani alishakosana na Mungu, alitafuta namna yoyote ya kutafuta wafuasi, kwa sababu hata maandiko yanasema kwenye kitabu cha Hezekia, hata baada ya kuasi mbinguni hakutoka mwenyewe, alitafuta na malaika wengine wa kuweka kwenye kundi la uasi. Sasa alipofika duniani, akamwendea mwanamke, akamwambia ati Yesu au Mungu amesema msile matunda yaliyoko kwenye mti kwenye bustani. Akamwambia hapana, amesema msile, tule matunda ya bustani, lakini tusile matunda ya mti ulioko katikati. Kwa hiyo Kristo ameturuhusu kutawala na kufanya mambo yote na kuamuru mambo yote na kuishi ambavyo inampendeza na kufanya yale yote ambayo tunaona ni vema na yanapendeza mbele za Mungu. Lakini tunda moja tu Mungu amekataza, ambayo inaitwa dhambi. Tumishi wa Mungu, mtu unayenisikiliza, tunda alilokuwa anasema Kristo ni tunda moja tu linaloitwa dhambi. Kwa hiyo kilichodhihirisha kwamba hilo tunda ni dhambi, maandiko anasema baada ya Hawa kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, akaenda akafanya vile nyoka alivyomwambia na kusahau maagizo ya kuishi ndani ya bustani ya Eden. Na bustani ya Eden ilikuwa ni kivuli. Kwa ilikuwa hakuna magonjwa ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna majanga ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna njaa ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna uchawi ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna uchawi ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna kushindwa ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna ulemavu ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna ukame ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna njaa ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa hakuna ugomvi ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa kuna mafarakano ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa kuna umbea ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa kuna usinzi ndani ya bustani ya Eden. Ilikuwa kuna washerati ndani ya bustani ya Eden. Lakini baada ya kuasi, maandiko anasema akamwendea mume wake, akamwambia lile tunda ambao Mungu amesema tusile hili hapa. Alipomgeukia na mume wake, tabia ya dhambi inadhalilisha. Dhambi inanyang'anya nguo. Dhambi inashusha hadhi. Dhambi inapoteza thamani ya mtu. Dhambi inakuondoa kwenye dira. Dhambi inakuondolea heshima. Maandiko anasema walipokula Mungu akawa anatembea shambani. Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Nimesikia sauti yako nikajificha. Kwa nini unajificha? Umekula tunda nililosema msile. Eti yule mwanamke ulionipa ndiye aliyeniletea. Na wewe nani amekupa? Ni nyoka amenidanganya. Nipo mahusiano ya Mungu na mwanadamu yakakatika, kwa sababu walikuwa wanaishi mahali ambayo ilikuwa hakuna changamoto ya aina yoyote.
Mwanadamu akatolewa chini ya uvuli. Alikuwa chini ya uvuli, ilikuwa hakuna jua, ilikuwa hakuna ukame aina yote, ilikuwa hakuna bahari aina yote, ilikuwa hakuna mafuriko aina yote, ilikuwa hakuna ombea aina yote, ilikuwa hakuna chuki aina yote, ilikuwa hakuna washerati aina yote, ilikuwa hakuna wizi aina yote. Anaacha chochote, anakuta kama ilivyo. Mungu baada ya kuona ameasi, akatolewa chini ya wingu, akatolewa chini ya uvuli, ikabidi apelekwe jua. Ukisimama kwenye jua ndani ya masaa 6 utabaki umesimama, bali utakuwa umeanguka. Baada ya mwanadamu kuhamishwa, kuondolewa kwenye bustani ya Eden, Mungu akawa hasemi naye kama alivyokuwa anasema mara ya kwanza. Ndipo kinywa cha Mungu ikatamka laana juu ya wanadamu. Ndipo kinywa cha Mungu kikafunguka kutamka laana. Kwa hiyo baraka alizokuwa Mungu ameziahidi zikafutwa kwa sababu ya uasi moja. Mema yote ikafutwa kwa sababu ya uasi moja. Mambo yote aliyokuwa Mungu amekubali akagairi ndani ya dakika moja, akagairi ndani ya siku moja. Hakuingia kikao ya kugairi alichokuwa amefanya, lakini Mungu mwenyewe kwa maamuzi yake, baada ya kuona ya kwamba mwanadamu ameasi, akanyang'anya utawala. Mwanadamu alikuwa na utawala, alikuwa anaamuru chochote na kila kitu kilikuwa kinatii, na haikuwepo na uasherati wala uchawi wala ugomvi wala umbea wala unafiki. Ilikuwa hapana, ilijaa utukufu wa Mungu, na Mungu mwenyewe ndio alikuwa kiongozi, na Mungu ndio alikuwa kiongozi wa familia. Kwa kila asubuhi jioni anakuja kuulizia kwa habari njema, mnaendeleaje? Anakuja kuulizia kwa habari ya utawala, mimea inaendeleaje, hata wanyama inaendeleaje, na vitu vingine vinaendeleaje. Alafu mwanadamu anatoa jibu ya kwamba yanaendelea vyema. Lakini baada ya hapo, alichofanya Mungu namba moja, kamnyang'anya mwanadamu utawala. Adam aliponyang'anya utawala, ndipo ugomvi kaanza kati ya Abeli na Habili. Ndipo mafarakano yakaanza ndugu kwa ndugu. Wakati mafarakano yalikuwa hayana utawala juu ya watu wa Mungu, yalikuwa hayana uwezo juu ya watu wa Mungu, lakini kwa sababu utawala umenyang'anywa, ndipo basi mwanadamu akawa hana utawala juu ya mwili wake. Shetani akawa na mamlaka ya kumiliki mwanadamu. Kwa hiyo ikageuka, badala ya Adam kuamuru vitu vifanyike, ikawa shetani anaamuru vitu vifanyike. Ndipo Habili alichawa na kasba sana kwa sababu ya ndugu yake sadaka yake imepokelewa, lakini yeye kwake haijapokelewa. Akajawa na hasira. Hasira imetoka wapi? Mungu hana hiyo hasira. Chuki imetoka wapi? Mungu hana hiyo chuki. Unafiki imetoka wapi? Mungu hana, sio mnafiki. Mungu jina lake anaitwa ni upendo. Jina la Mungu linaitwa upendo. Baada ya kumnyang'anya utawala, kilichofuata akanyang'anya heshima. Maandiko anasema, akasema tupo uchi. Nani kawaambia mpo uchi? Nani kawaambia mpo uchi? Kilichodhihirisha wapo uchi, ina maana baada ya kutolewa ndani ya bustani ya Eden na kunyang'anya utawala, shetani akapata nafasi ya kuwatumikisha kwa kazi ya aina yoyote ya aibu. Na dhambi siku zote ni aibu mbele za wanadamu na mbele za Mungu. Hakuna dhambi inayofanyika kwenye nuru, dhambi zote zinafanyika gizani. Uovu wote unafanyika gizani, uasi wote unafanyika gizani. Kwa hiyo baada ya kutenda yale, yakao mambo ya kinadamu yamekuwa ni ya gizani, sio ya nuru tena. Nuru imetoka juu yao, giza likatawala, kwa wanafanya mambo ambayo yanaenda kinyume na Mungu. Ndipo wakaanza kuhofu juu ya Mungu. Jina la Mungu libarikiwe sana. Mkutano, inua mkono, sema haleluya. Amen. Wasi ukaanzia pale, akaanza kuishi maisha ya uovu kizazi hadi kizazi.
hadi kwa kufikia kwa Lotu. Alifanya uzinzi na watoto wake, aliamua kufanya naye uasherati. Ukaendelea. Lakini wakati huo mwanadamu hana utawala tena, yupo chini ya utawala wa shetani. Shetani anamtawala kwa kila kitu, kwa anaamuru kuwagombanisha, anaamuru kuwafanyisha uzinzi, anaamuru kuwafanyia uasherati, anaamuru kuwafanyia uchawi, anaamuru kuabudu miungu, anaamuru kufanya atakacho shetani, ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, ili waendelee kukaa mbali na Mungu. Lakini kitu kingine kilichotokea baada ya kutolewa ndani ya bustani ya Edeni, mwanadamu aliwekwa mbali na uwepo wa Mungu. Unapokaa mbali na uwepo wa Mungu, unakuwa unajawa na kila tabu za dunia, kwa sababu hakuna ulinzi wowote iliyoko juu yako. Wingu la ulinzi limeondolewa, limebaki wingu la giza ambao shetani anaamuru, na shetani amejawa na tabu. Kwa hiyo mwanadamu akanyang'anywa heshima, mwanadamu akanyang'anywa hadhi, badala ya kutawala akatawaliwa. Ukija kwenye kitabu cha Yoeli 2:12 hadi 13, maandiko yanasema, nilipenda sana hilo neno, nirudieni mimi. Hebu kila mmoja amshike jirani yake mkono, mwambie hivi, Mungu anasema nirudieni mimi. Mungu anasema nirudieni mimi. Mwambie mtumishi wa Mungu, mwambie Mungu anasema tumrudie. Jamani, mtumishi wa Mungu, hadi kule ukutani, shika jirani yako mkono, mwambie Mungu anasema tumrudie. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, nirudieni ninyi, rarueni mioyo yenu na wala si mavazi yenu. Rarueni mioyo yenu na wala si mavazi yenu. Rarueni mioyo yenu na wala si mavazi yenu. Mungu si mwepesi wa hasira, ni Mungu aliyejaa rehema. Baada ya kusema nirudieni mimi, kwa shati limekwa, rehema za Mungu zimerudi ndani ya mwanadamu aliyepotea muda mrefu. Baada ya kutolewa kwenye bustani ya Edeni, akawa anatanga kule na kule kuabudu miungu na kutafuta msaada, yasione msaada aina yote. Kila anapoenda anaona changa, kila anapoenda anaona tabu, kila anapoenda anazidi kuhangaika, majanga yanazidi, kwa sababu ametolewa chini ya kivuli. Bwana akasema, nirudieni mimi, nirudieni mimi, rarueni mioyo yenu. Yani na maana mioyo yenu ikubali kumrudia Mungu, mioyo yenu ikubali kusarenda. Ndipo mtu mmoja akaimba, nalitembelea mbali, sasa narudi, kutoka mbali, wanaonikaribisha. Sasa narudi, kutoka mbali, wanaonikaribisha. Sasa narudi. Hebu nyosha mkono, mpigie Bwana makofi kama unakubaliana na hilo neno. Mimi nikasema narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe Bwana, narudi. Bwana, najua nimezini sana,
najua nimeabudu sanamu. Ndio umbali ninayoongelea, mahali Bwana aliponitoa na mahali ambao natakiwa nifike ni vitu viwili tofauti. Kwa nahitajika kuvushwa ng'ambo nyingine ya pili. Namwambia Bwana, mimi nimekubali, nararua moyo wangu, naachia moyo wangu mbele zako. Wewe wanijua vyema, angalia moyo wangu, naogopa siku inayokuja. Ni heri sasa ambayo imetolewa nafasi kwa ajili ya moyo mkunjufu, kwa ajili ya moyo ulionyoka, kwa ajili ya moyo wa toba, kwa ajili ya moyo uliosarenda. Bwana, nakurejea kwako. Bwana, nakuja kwako. Bwana, nipokee. Bwana, mimi mjoli wako. Bwana, ninarejea tena Bwana. Nisamehe Mungu, nimekukosea sana. Bwana, nisamehe. Akasema tu, rarueni mioyo. Napenda sana hilo neno, rarueni mioyo. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 11. Mstari wa 11 unaanzia mpaka 24. Luka 15 mstari wa 11 mpaka 24. Nenda chap hapo hiyo tusikilize hapa mtu yeye aliyosema, aliyokubali yeye, yani yeye aliyoimba narudi. Mungu akafanya leo mwanaume mmoja akaimba hiyo nyimbo pamoja nami, mwanamke mmoja leo akaungana na mimi kuimba hiyo nyimbo. Nasema binti mmoja akaungana leo na mimi kuimba hiyo nyimbo, kijana mmoja leo akaungana kuimba na mimi hiyo nyimbo, mtu mmoja leo akaungana kusarenda pamoja nami na kuendea Bwana tukisema narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe Bwana, narudi. Inasemaje mtumishi wa Mungu? Luka 15 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, ndio akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yesu ndo anazungumza. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Ndio alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Ndio akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Ndio akawa akitamani kujishibisha kwa maganda aliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema. Alipozingatia wapi? Moyoni mwake alisema. Wapi? Moyoni mwake. Wapi? Moyoni mwake. Wapi? Moyoni mwake. Mtu mmoja leo akaamua moyoni mwake naye amrejee huyu Kristo wa Nazareti. Alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona. Yani Mungu alipomuona yule mwovu aliyomtoa bustanini, akafanyaje? Akamuonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora. Mkamvike. Mtieni na pete kidoleni. Na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona. Inatosha mtumishi wa Mungu. Makofi kwa ajili ya hilo neno tu la Mungu. Mtumishi wa Mungu, makofi kwa ajili kule ukutani, makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasema vijana wawili ambao walikuwa ni wa baba mmoja, kama wa vijana hapo tunaomuona hapa wa mchungaji mmoja, akasema tu, baba, nitwalie mali yangu. Akaenda huko akapewa, akaenda huko akatumia kwa uasherati. Hiyo ni baada ya kutolewa bustanini.
utawala umetolewa, umenyang'anywa na heshima, umenyang'anywa na mali. Kwa hiyo umeenda wakahangaike huko. Yule mwana akaenda akatumia, wakati anaendelea kutumia mambo yote akatumia, kwa uasherati, kwa ulevi akaendelea kutumia, kwa abudu sanamu akaendelea kutumia, kwa ukahaba akaendelea kutumia, akashindana kufanya maovu yale ambayo ni machukizo. Maandiko akasema akampata bwana mmoja, baada ya kuishiwa na fedha, baada ya kuishiwa na kiburi, akahangaika kutafuta msaada. Na ipata wapi msaada? Akasema wakati kwenye mahangaiko ya kufanya uasherati na uzinzi, akakutana na bwana mmoja anayefuga nguruwe. Maandiko akasema akamwajiri. Anayefuga nini? Watumishi wa Mungu naongea na nyie. Anayefuga nini? Nguruwe. Akamwajiri. Akaenda akapewa kazi ya kuwalisha nguruwe. Yule bwana akawa anaendelea kula pamoja na wale nguruwe. Siku moja akaamua moyoni mwake, akafikiri sana kama mimi ninavyofikiri. Akafikiri sana, ni wangapi wanakula kwa baba yao? Mshike jirani yako mkono, nisaidie tu. Hiyo ni rahisi. Mshike tu mkono, mwambie hivi, unajua ni wangapi wanakula kwa baba yetu? Kuna mtu aongei, mwambie, au Mungu sio baba yako? Jamani, watumishi wa Mungu, mwambie, unajua ni wangapi wanakula kwa baba yetu? Maandiko anasema yule bwana akasema, mimi leo kwa moyo wangu ninaamua narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe Bwana, narudi. Akaamua moyoni mwake, amefika karibu na yule baba aliyemzaa, ambao aligombana naye, akatoka akiwa amepewa mali zote. Maandiko akasema yeye alizani, alitarajia labda atapewa adhabu ngumu, ataadhibiwa sana, atahukumiwa sana, atanyongwa sana, atasengenywa sana, atafadhaishwa sana, atasemwa sana, lakini ikaja kinyume chake. Maandiko akasema baba akafurahi kwanza, akajawa na furaha ndani yake, akasema nimemwona mwana wangu, ni muda mrefu sana ameondoka, alikuwa mfu na sasa yupo hai. Sasa naomba mfanye haraka, leteni choho, leteni na pete, na mlete na viatu, alafu mtafutie ndama mwenye nenepa ili achinjiwe. Kuna watu hapa wanafikiria dhambi walizotenda. Hujawahi fikiria wangapi walikuwa ni wazinzi, lakini sasa hivi wanakula kwa Bwana? Wangapi walikuwa makaba, lakini sasa hivi wanamwabudu Mungu? Wangapi walikuwa wanaabudu sanamu, lakini sasa hivi ni waabudu halisi? Wangapi walikuwa wameenda njia mbovu kuliko ulioenda wewe, lakini sasa hivi wanakula chini ya Mungu? Ndugu yangu, watu wameabudu miungu tukiwemo na sisi, lakini sasa tunaabudu chini ya ufalme tuliokuwa hatutarajii kupewa msamaha aina yoyote. Baba akasema lete choo. Unajua maana ya choo, ndugu yangu? Utawala uliokuwa umenyang'anywa juu ya Adamu ikarudishwa juu ya mwanadamu. Unajua maana ya pete? Uhusiano aliokuwa amekata Mungu akairejesha ndani ya mwanadamu. Amen. Viatu, utayari wa kumtumikia Mungu ikarejea ndani ya mwanadamu. Aliyokuwa mzinzi, aliyokuwa mchawi, aliyokuwa hana heshima yote, aliyokuwa hana heshima akarejea ndani yake. Japo uliitwa kahaba, uliitwa mchawi, uliitwa mzinzi, ulisemwa sana, ukawa una maana, hakuna anayekusalimia, hakuna anayekuzingatia, hakuna anayekuheshimu. Lakini baada ya kurejea heshima Mungu akarejesha, utawala Mungu akarejesha, uhusiano Mungu akarejesha, ukaenda kula pamoja na Bwana, ukatawala pamoja na Mungu, ukaishi pamoja na Mungu. Hebu tafakari na wewe, wangapi ni wazinzi lakini sasa hivi wanamwabudu Mungu? Huyo Bwana alisema hivyo. Ni wangapi wanakula
Tena amekuja kuomba tu msamaha ya kuwa mtumwa na unamwendea Mungu. Baba, naomba unisamehe, hata unihukumu tu. Mungu anasema, nani kakwambia na kuhukumu? Rarueni mioyo yenu, rarueni mioyo yenu, mnirudie nami nitawasamehe, kwa sababu sio mwepesi wa hasira. Yeye ni mwingi wa rehema, amejaa utukufu. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Nafasi ya pekee tulionayo ili Mungu kurudisha uhusiano wake ndani yetu ni sisi kukubali kutubu mbele za Mungu, ni sisi kukubali kusarenda mbele ya utawala wa Mungu, ili kwenda kushiriki pamoja na Kristo, ili kukubali kutumika pamoja na Kristo. Nampenda sana huyo mwana. Narudi. Naisi huyo ndugu na mimi pia nilikuwa yani nikapatana naye. Ndugu, unaenda wapi? Unaenda wapi? Naenda kwa Bwana, naenda kwa Baba. Unaenda wapi? Kwa Baba. Ndugu, usiende. Acha tu. Ni wangapi ni wazinzi wanakula. Kwa hiyo unaona kwamba uzinzi wangu mimi ndio sitasamehewa. Narudi. Ndugu, usiende. Umeabudu sana sanamu. Nani kakwambia utasamehewa? Na yani wewe hata umeua wewe. Kwani Sauli ameua maelfu mangapi ya wanaomwabudu Kristo? Narudi kutoka mbali. Hebu naomba msimame watumishi wa Mungu. Naomba msimame watumishi wa Mungu. Msimame. Alafu praise and worship. Naomba waje hapa kwa ajili ya kuimba hiyo nyimbo. Narudi kutoka mbali. Alafu mkutano tusogee. Tuendelee kusogea. Tusogee hapa tu karibu. Sasa Bwana nikaribishe, Bwana narudi. Mpaka kule ukutani. Naomba mje watumishi wa Mungu, naomba mje huko wote tusogee tu. Wote tusogee. Sasa unikaribishe. Tusogee tu wote. Ngoja tutaimba wote. Naomba tulie kidogo. Naomba wote tusogee. Kwani watumishi wangapi wanakula kwa Baba? Wangapi wamekaa mezani mwa Mungu? Wangapi walikuwa ni washirikina lakini sasa wanaabudu mbele za Mungu? Wangapi walikuwa ni wazinzi? Wangapi walikuwa wameteswa na nguvu za giza? Wangapi walikuwa misukule? Yani misukule, kuna misukule sasa wanaabudu chini ya ufalme wa Mungu. Kuna misukule sasa wanakula mezani mwa Bwana. Kuna misukule sasa wanamwabudu mfalme. Wanasema wewe umestahili heshima. Wanasema wewe umetukuka. Wanasema wewe ni Alfa. Wanasema wewe ni niko ambaye niko. Wanasema wewe ni Alfa na Omega. Hakuna kama wewe. Nimerejea tena. Nimerudi tena. Nararua moyo wangu. Naungana na wale 24. Naungana na wazinzi walioungana nao, waliokubali. Naungana na walevi waliokubali kurarua mioyo yao. Naungana na wale wezi waliorarua mioyo yao wakamrejea Bwana. Kwa hiyo njoo wote tusogee kabisa. Wote tusogee. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, wakati tunaimba wimbo huu, na mchungaji mwenyeji pia unaweza kupanda huko juu, ninaomba kitu kimoja. Wakati tunaimba hii nyimbo, naomba kila mtu akafikirie. Naomba utulie kidogo, mpiga vyombo. Nasema wakati tunaimba nyimbo hii ya kusema narudi sasa, hebu tafakari juu ya utukufu wa Mungu. Nimekuambia mwanadamu alipotolewa ndani ya bustani ya Eden ndipo majanga yote yalianza, lakini
Yule mwana mpotevu aliporudi kwa Bwana alirejeshewa zote alizopoteza. Hata na wewe pia ndugu yangu, yote yaliyopotea kwa sababu ya kutolewa ndani ya bustani ya Eden. Yawezekana ni uzao wako, yawezekana ni magonjwa yamekuwa yakikiandama, yawezekana unasema kwamba wewe ni mzinzi, wewe ni mwizi, wewe ni mwasherati, wewe unaabudu sanamu. Lakini wangapi walikuwa waabudu sanamu? Umjui tu Rahabu. Wewe ungemjua Rahabu usingekuwa unaongea hapa. Au mjui Babylon. Maandiko yanasema ole wako Babylon, kwa sababu wafalme wote wamelewa kwa sababu yako. Wewe hujafikia hata kiwango ya kuasi ya Babylon. Wewe hujafikia kiwango ya Rahabu, lakini Rahabu aliokolewa kwa sababu ya kukubali kuwaficha wapelelezi wa Kristo. Hata na wewe ukiungana leo ukarejea kama mwana mpotevu, Mungu bado ni mwaminifu. Baba bado ni Mungu. Mungu bado ni baba yako. Hata kuhukumu kama unavyosema, hata kudhihaki kama unavyozani, hata kutupa kama unavyozani, hata kuchukia kama unavyozani, hata kuadhibu kama unavyozani. Yeye ni mwingi wa rehema, amejaa rehema, amejaa msamaha. Mungu anaitwa jina lake mwingi wa rehema. Anasema rarueni mioyo, hajasema sami, rarueni mioyo yenu. Njooni ninyi, njooni, mimi nitawasamehe. Kwa karibu mchungaji uweze kuendelea. Haleluya. Lazima funika macho yako kidogo. Funika macho yako kidogo. Mwana mpotevu alizingatia moyoni. Mwana mpotevu baada ya kuwa anajishibisha kwa makombo ya chakula ambacho kinaliwa na nguruwe, akaona ya kwamba inakuwaje ale makombo. Unajua chakula tu chenyewe cha nguruwe sio chakula kizuri, lakini bado anakula mabaki ambayo ni ya chakula cha hiyo nguruwe. Nataka niseme ya kwamba alipozingatia moyoni, akasema hapana, nitarudi kwa baba yangu. Na huu mfano ni Yesu anautoa, na huu mfano ni Yesu anaunena. Jioni ya leo inawezekana umekosea. Jioni ya leo inawezekana umefanya dhambi. Jioni ya leo inawezekana umefanya mabaya. Jioni ya leo inawezekana umepita kwenye mazingira ambayo unadhani ustahili hata kuendelea kuishi tena. Lakini kama mtumishi wa Bwana alivyosema, tulia na uzingatie moyoni. Uimbe wimbo, uungane na mwimbaji huyu ambaye anasema ya kwamba ninarudi kutoka mbali. Ninarudi kutoka mbali. Zingatia moyoni na wewe. Inawezekana ni kijana, ni binti, ni mama, ni baba. Mambo yamekwenda tofauti, na unawaza namna gani unaweza kujinasua kwenye hiyo hali. Jioni ya leo, siku ya 5, habari njema zimehubiriwa. Unaona yule mwanampotevu anarudi kwa baba yake, akidhani kwamba baba yake atamhesabia kuwa ni mtumwa, kuwa ni miongoni mwa wafanyakazi wake, kuwa ni miongoni mwa vibarua wake. Alipofika akaanguka kwa baba yake, akasema, baba, sistahili, nimekosa mbele yako na mbele ya mbingu, nimekosea, nisamehe, naomba unihesabu, usinifanye kuwa mtoto wako tena, mimi unifanye kuwa sehemu ya hawa watumwa wako. Yule bwana ambaye ni baba yake mwana mpotevu akasema, mwanangu, wewe ulipotea, ulikuwa umekufa, sasa umerudi. Nileteni joho, nileteni na pete, nichinjieni na ndama aliyenona, niandalieni karamu, mwanangu apate kuingia. Jioni ya leo mbingu ziko tayari. Mwenye dhambi mmoja anapotubu, mwenye dhambi mmoja anaposema siko tayari kuendelea kutubu katika dhambi, nataka nirudi kwa Mungu wangu aliye hai, mbinguni shughuli zinasimama. Mbinguni, mbingu nzima inasimama na kuona ya kwamba mwana wa Mungu anarudi kwenye ufalme. Ndivyo itakavyokuwa
macho yako. Watumishi wa Mungu wako hapa na mhubiri yuko hapa, tunataka tuombe na wewe. Wewe unayesema nataka nimrudie Bwana, nataka niende kwa Mungu wangu aliye hai, nimezingatia moyoni, nataka niende kwa Baba, nataka nimrudie Baba makosa yangu haya. Inawezekana umejihukumu, inawezekana hata umetengwa na ndugu zako, umetengwa hata pale kazini wanaona ufai. Jioni ya leo nataka niseme